Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu Islam popote pale mlipo, ni matumaini yangu mwazima na afya tele. Langu jina Aman Ibn Zubair hapa Nurman TV. Naam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumeamka salama tukiwa na amani tele na afya nzuri kweli kweli. Ila yote kwa yote, sala na salamu zimuendee kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu Islam, leo katika simulizi yetu, katika kipindi chetu cha masimulizi, leo nitasimulia kisa kidogo sana ambacho kila mwanadamu, kila kiumbe hai mwenye akili timamu, si majinuni, anapaswa kufikiria na yeye sasa hivi yuko katika mazingira gani, au kama ni jambo ambalo tayari limeshamtokea afu akashindwa namna gani kulidhibiti, basi hii inatakiwa sasa hichi kisa ajifunze, ili ajue kwamba ninapokuwa na jambo fulani, kama ni baina ya siri yangu mimi na muumba wangu, basi natakiwa nijiweke katika mazingira ambayo ni mazuri, na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kunisimamia, ila kesho kutwa niweze kupata radhi zake. Kisa ni kama hichi kifuatacho. Enzi za Bwana Musa alayhi salam, mtume wa Mwenyezi Mungu huyo subhanahu wa ta'ala, kuna mama mmoja aliolewa na mume wake, na huyo mume wake alikuwa ni miongoni mwa wanaume ambao wanasafiri kidogo mara kwa mara. Sasa siku moja huyo mama alijikuta yuko peke yake kompeke. Sasa ana matamanio, anatamani kufanya kitendo. Huyo mama akajikuta amezini na mtoto wake, mtoto wa kumzaa, na baada ya kufanya huo uzinifu akapata mtoto. Huyo mtoto baada ya mume wake kuja, huyo mwanamke akasema yule mimba ni yake, ya mume wake. Akamsingizia nani? Akamsingizia mume wake kwamba hiyo mimba ni ya mtoto wake, yani ni mimba yako wewe. Siku na siku dhambi ile inazidi kumtafuna, anajisikia vibaya, anamuongopea. Sasa akana kabisa, hakika dhambi niliyoifanya ni kubwa sana. Ikabidi amfuate Musa alayhi salam na kumwambia, ewe Musa, kamwambie Mungu wako, mimi nimefanya dhambi kubwa sana, ni ipi nafasi yangu uko akhera? Musa katoka akamfuata, lakini hakumwambia hata dhambi gani. Akamfuata anakumwambia, Mwenyezi Mungu, kuna mama mmoja ameniambia je nikuulize, amefanya dhambi, je yuko katika nafasi gani? Mwenyezi Mungu akamwambia, yuko kwenye nafasi nzuri tu na yuko kwenye khairi. Musa akamfuata yule mama na kumfahamisha Musa akamfuata yule mama na akamwambia, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba wewe upo kwenye nafasi nzuri tu. Yule mama akaamini, akamwambia nenda tena kamwambie. Ikasika mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, majibu ni yale yale. Mwenyezi Mungu anambia uko kwenye nafasi nzuri na uko vizuri, ya enjoy tu atulie. Kwa baada siku hadi siku zinavyozidi kwenda, yule mama akasema hata hebu ngoja. Akamwambia Musa, ewe Musa, mimi ni kadha, niliolewa na mume wangu, lakini mume wangu aliondoka. Mwisho wa siku mtoto wangu wa kumzaa mimi nikafanya naye uchafu, nikapata mtoto, na mtoto nikamsingizia nani? Mume wangu. Hiyo ndio uzani nataka nijue. Baada ya kumfuata tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenda kumwambia, Mwenyezi Mungu, yule mama ni kadha, kasema 1 2 3. Allah subhanahu wa ta'ala akasema nafasi yake ni moto wa jahannam milele. Kwa nini? Musa kamuuliza, mbona sasa mara ya kwanza niliambiwa katika nafasi nzuri, mara pili kwenye nafasi nzuri, mpaka na mara tatu, na hii mpaka sasa hivi ninakuja mimi na iko kwenye moto, hii imekaa vipi? Mwenyezi Mungu akasema hicho kitu alichokifanya ilikuwa ni miongoni yangu mimi na yeye, hakupaswa kumwambia mtu mwingine. Lakini kitendo cha kumwambia mtu mwingine, maana tena hiyo sio siri, maana ameamua kuweka wazi bayana, basi anahaidiwa moto wa jahannam. Tumejifunza nini hapa ndugu zangu? Ni kwamba kama umefanya kitu kikubwa ambacho hakuna mwingine anayekifahamu baina ya wewe na Mwenyezi Mungu, basi wewe bila shaka unapaswa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio kila uchafu uliofanya unafaa kumwambia mtu. Ukishamwambia mtu uchafu uliofanya, basi moja kwa moja malipo yake ni moto wa jahannam. Ni wangapi leo hii wanafanya mambo ambayo ni mabaya, tunaenda kutangaza kwa watu, jambo ni kosa kubwa sana. Bora ujutie katika moyo wako, katika nafsi yako, afu baada ya hapo umlilie Mola wako subhanahu wa ta'ala, na kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe dhambi yako.
Niambie kwenye comment sections umejifunza nini katika kisa hiki. Langu jina ni Aman Ibn Zubair.